kwamba hana chochote. Wewe ukigongwa hivyo, hata wewe ukiolewa na mtu kama huyo, hata bulb ambayo hata koroboi itawaka. Wewe chukulia ni wewe. Uko na mtu akikugonga ngumi unapita na mlango ukimuona nakimbia. Mimi ndio ni kama nakaa kama mwanaume kwa hiyo nyumba. Yani nikiingia kwa hiyo nyumba watu wamenyamaza kimya. Kuna watoto orphans ninalea. Watoto wa sister yake alikufa, nililetewa. Kama ako hai vile niletewa 1 month, huyo msichana akakufa. So ninalea hao watoto. Unajua watoto wananiambianga nini? Ananiambia pasa nenda ibada leo. Namuuliza kwa nini? Ukiwa huko na hiyo ibada inakuanga live na ananiambia unajua wewe umeniwekanga kwa huduma boss yangu. Mimi yangu ni ya maombi. Wewe ulipewa hiyo. Nikiwatch na hapa inakaa live vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtoto wangu mimi nikuulize, unajua mimi nimekuzaa lakini naamini kutakuwa na Kasarani 3 mwaka huu itakuwako tu hapo mahali pa Safari Rally kuzaliwe wengine. Lakini mimi nakuuliza wewe, chukulia tu uko na mume ambaye akiingia akisema mnaendeleaje hapa, unashtuka. Unaweza kuwa na hisia kweli? Ndiye amefanya hivyo. Hiyo jibu inajibu hiyo nyingine kweli? Sawa, yeye ndiye anafaa kuwa na sauti kuniliko. Yeye ndiye anakaa kuwa na sauti, lakini sauti yake iwe ni sauti ya kupendwa. Yes. Isiwe ni sauti ya vita. Number 1. Number 2, ikiwa amewahi kukupiga mpaka ukalazwa, hata ukirudi kwa nyumba utabaki ukiwa unampenda huyu kama mke, kama mume. Lakini sasa yake ni kupigwa mpaka mbavu moja inapasuka. Ngumi ya mwanamke. Unapita na mlango. Sijui kama mlango ilianguka. Mlango silianguka chini. Yaani umepiga hivi, mlango ikaanguka, yeye pia akaanguka huko. Akatoka, nimeona anashika mbavu. Sijui alikuwa anakula hizo jaba, alikuwa anatema jaba, akachukuliwa na majirani. Alikuwa anakula nyama. Alikuwa anakula jaba, pastor. Alikuwa anakula, nasikianga uchungu nikimpiganga. Mimi sijuangi sasa. Lakini ukikasirika, pastor, nikikasirika niko mbaya. Hiyo nayo siwezi kudanganya. Heri leo unasikia napiganga mpaka mother-in-law. Napiga mpaka ma sister-in-law. Ushapiga mother-in-law? Napigana nao. Hadi wananiona sahi. Ushapiga mother-in-law? Akiniambia kitu na staki, pengine ananionyesha mother. Nachukua vibuyu naanza kutwanga na kama kona pressure. Nini? Vibuyu napiganisha hivi nimshtue kwanza. Nione kama Amecheka kashindo kusimama. Baada imeishia hapo, acha tuombe. Nini? nachukua mitungi, watu wanakuja kwa boma. Napiga mitungi hivi kwanza. Mitungi miwili? Zile kubwa za 20 liters. Unashika. Napiganisha zina. Unajua ikipiga kelele mother-in-law kumbe ako na ugonjwa ya pressure. Anaenda kuzimia huko kwa bedroom. Sababu bado nafikiria vile utampiga. Sasa hizo ninatetemeka. Unatetemeka sana. Kijana yake akapiga simu niende kwetu saa hizo. Nilienda kwetu saa 12 usiku. Hiyo ushampiga hiyo. Hata sikumguza. Mother-in-law alisema mimi nataka kumuua na sijamguza hata. Watu wakisikia hiyo wanakuja. Watu wanakuja na siongei, natetemeka tu. Na sasa pia kuna bibia pali nimeoleka, sijui niseme bibi ya shemeji yangu.
Mimi ni Mkisii, pia ni wazimu, anadunga mke wa shemeji yako. Yeye pia ni wazimu nyumbani. Huyo madhailo aliangukia, mmoja tu ndiye alipata mzuri. Huyo sasa anawakimbiza na kisu kwa mkono. Huyo ako na wazimu, wewe pia uko na wazimu nyingine. Huyo alikimbiza mpaka mzee wangu na kisu. Anakimbiza mpaka madhailo na kisu. Watu wanatoroka. Na wewe unawakimbiza na mitungi. Sasa ni hasira. Hii kanisa saziki. Sio, ngoja nisalimie kijana wangu. Ai. Yaani hiyo inamaanisha nini ukigonga hii? Si hasira sasa, na control hasira kwa sababu naogopa nikimbuguza. Na imagine unapiga mtu. Napiga ta. Sasa watu wanakuja. Vile napiga hivyo watu naona wanakuja. Wananishika na ninapiga hizo vitungi siachi. Wanakushika tu kwa kupiga mitungi. Na bado hata wakinishika na siwachi. Nawaambia either mniwache ama mimi ndio niwache hizi mitungi peke yangu. Hivyo wakinishika ndio nazidi. Hiyo umekasirika sasa. Natetemeka. Tena mpaka ninajiuma. Yaani nasikia natetemeka mpaka kichwa inaniuma. Hasira. Hiyo ni hasira. Sasa hiyo badala nipige ule, najua nitakosea kwa sababu ninamwona kama mama yangu. Sasa na control, najicontrol. Lakini mawifi wale pia wako na madada zake bwanako. Dada zake bwanangu ni mmoja, yeye alikuja kukaa na mimi, nilimtuanga hadi akarudi kwa ndoa yake, alikuja kukaa na mimi na alikuwa ananisumbua. Ananionyesha madharau, alitoroka kalala nje. Akatuma brother yake pia nikamtwanga wakaenda nje. Ulimtwanga akatoroka kalala nje? Akatuma ndugu yake. Ndugu yake anakuja kupigana na mimi. Alafu shida unajua nikiongea na hasira kama na ndugu yake akijaribu kunipiga. Ati wewe unanitwanga na hiyo simu yake itapotea. Within 1 week simu yake inapotea. Uko kwa gari tu. Ukamtwanga? Pastor niko na hasira. Na akaenda, umempiga? Anatuma sister yangu, unajua tuko sister. Mimi ndio first born. Anaambia sister yangu, enda ongea na sister yako atujie kwanza. Sasa unajua nikiona sister yangu huyo pia nilishamtwanga yeye pia. Ushawahi mtwanga? Vibaya sana. Hadi atuongeleshani tangu Disemba mpaka sasa ama akaenda ushago. Alitoka karibu na mimi. Aya, brother yangu mwenye ananifuata pia alitwanga baba yangu karibu akufe. Alitaka kukata baba yangu na panga. Ukamfanyaje? Si baba yangu anamuita anataka niende nimpige. Babaka amekwambia nenda umpige? Kwa hivyo unaenda kumpiga? Na ni ndugu yangu mkubwa, ni mwenye ananifuata. Ako na watoto 3. Unaenda kumpiga lini? Nilikuwa nimepanga kumpiga Disemba, lakini uzuri siku hizi sipigwi. Ulikuwa umepanga kuenda kumpiga? Ile Disemba unajua siku hizi mahubiri yako imenifinya mwili kidogo. Na hii kufunga tunafunga pasta. Nilikuwa na nguvu, nilikuwa mkubwa, sasa hii niko mdogo. Nikuulize swali. Mami, haya mahubiri yanawasaidia? Sana, imenitoa mbali. Hata vile umeniongelesha leo sasa nitakombolewa zaidi. Siko kuwa hivi. Pasa siku hizi situangi watu. Siku hizi niko mzuri. Hadi mzee anaambia marafiki zake, aki siku hizi sielewi huyu. Simuelewi. Siku hizi siku maombi, nikiamuka simuongeleshi. Sasa akiona kama simuongeleshi, sasa ako na uhuru, sasa anafanya pia vitu sana. Na simfanyi kitu. Hata jana nikitoka, nimetoka Nairobi jana, nimefika leo asubuhi. Unaishi Nairobi? Naishi Kayole, Oyole. Sasa nikamwambia mubaki salama. Ananijibu tu. Na wewe pia unasikia uchungu kwa nini? Nasikia uchungu, natamani nimekujanga hapa ubatizo pia ulinibatiza. Sijaibatizwa. Sijawahi batizwa pastor. Unataka ubatizwe? Ulinibatiza tangu hiyo siku, yani tangu nianze kukuja huku. Siku hizi sina hiyo nguvu sana. Hauna hizo nguvu sana? Siku hizi nasikia, hadi nikisikia nimekasirika, nilikuwa nakasirika mpaka nasikia ni kama roho. Sijui kama roho inatoka. Ilikuwa inateremkanga. Unajua sijui Wajaluo wanasema aje, duchunyo podho. Yaani inatoka madiko, kama kuna Wajaluo hapo wanaweza elewa. So ninaenda kutengenezewa, inashuka tu hiyo. Na huko Nairobi pia umepiga watu? Si nimekwambia nimepiga jirani, niko na kesi kotini, pasa niombe ishi. Tangu 2017 majirani nilikuwa ninatuanga. Lakini tangu niokoke siku hizi nikuje usiku anatuanga, sauti ndo bado iko juu. Lakini ni kweli ulikuwa umepanga kitambo kwamba unaenda nyumbani siku fulani kupiga ndugu yako? Nilikuwa naenda, lakini
Ndugu yangu alikuja juzi, tukaonana na yeye Nairobi, alikuwa na shughuli zingine town, tukaongeleshana tu vizuri, hata sikufikiria hizo. Tunapenda niliwacha. Ikaisha. Siku hizi sipigi, nimetulia. Lakini babako yeye anajua utaenda kumpiga. Baba yangu anajua, hata baada anajua sijaokoka. Yeye anajua, hao wanajuanga sister yako atakuja hapa atawatwanga. Hiyo ndo baada anawaambia. Unajua si nilikwambia ni chizi. Lakini sasa si unaona hii roho ya vita pia imesababisha hata babako pia anapigwa sasa. Lakini hata pia mama yangu pia nilikuwa naona akipiga baba yangu pastor. Nani? Mama yangu ni Mluya, Mnyore. Mluya wapi? Mnyore. Alipiga nani? Akishavuta bangi. Anasema wamweke wimbo ya Lucky Dube kwanza. Wamweke nini? Wimbo ya Lucky Dube. Wimbo wa Lucky Dube? No, sijui no one can stop reggae. Anataka Pasta umepatikana. Akiwekewa hiyo wimbo wa Nobody Can Stop Reggae. Si akishawekewa yeye anatingisha tu kiti kwa kichwa. Unajua sasa nilikuwa mdogo. Anatingisha kiti kwa kichwa kwa kiti na ana sweat tu. Lakini baba yangu akikosana, sijui mimi nilikuwa naona wanakimbizana na baba yangu na panga. Baba yangu anamkimbiza analala nje huko na panga. Sasa sijui ndio hizo ndio bado zimenifuata pia mimi kwa ndoa yangu nafuata bwana yangu. Yeye hakupiga baba. Sijui sasa hapo unajua kama tulikuwa tuna nini, walikuwa wanapigana, sisi tunafukuzwa tunaenda. Yeye anavuta bangi alafu anawekewa reggae. Ama wimbo za sijui ni Madilu system. Sijui River, nakumbuka vizuri. River kuna wimbo wao wanajua. Anakishawekewa, anakunywa. Hata juzi nilienda ushago kuona shamba ya miwa nikapata amepandisha Wajakoya moja yuko katikati ya miwa. Nini? Wajakoya moja. Akaniambia uachana nayo mama yangu. Hiyo ni ya nani? Mama yangu. Yuko? Si yako. Mama yangu wako. Wajakoya ni bangi. Moja. Wajakoya moja yako katikati ya miwa. Asikatwe. Tumepandisha miwa. Hiyo ni ya mama. Lakini sasa ninashuku. Bado anavuta. Sasa sijui sisi. Sasa mwanangu, umezaliwa na baba ambaye ako na hasira ya kupiga watu. Anainua mtu anachapa, alafu akili ikaenda. Umezaliwa na mama ambaye anavuta bangi, ndiye aweke reggae ama Madilu system, alafu aanze kutingisha kichwa hivi mpaka atokwe na jasho. Mtoto atakuwa nani? Watu wote wako sawa. Mimi ndio nilikuwa mpole. Watu wote hawako sawa. Mami, saa ikifika hata kichwa ngumu ukufa. Saa ikifika mtu mkubwa mwenye nguvu huisha nguvu, ananyauka. Saa ikifika